Hey, Mambo VP. Karibu tena once again to the Queen's podcast right here on Mwende Masharia TV. Mambo, hope you had a fantastic week. Of course, I'm having a fabulous one. Karibu to this episode na leo. Security iko tight, and I'm telling you, very tight. Kwa sababu I have jamaa mmoja ambaye he's been in the US Army for about, is it 10 years? 11 years. 11 years. Akafika mpaka rank ya senior Staff Sergeant. hapo sasa. Mr. Myogenic himself, aka Solomon. Mambo namna gani? Omboto. Karibu sana. Nice to see you. Yes. Finally. Mimi nilikuwa najua unakuja na ninio uniform. Hapana. Sikuwa nataka kuwastua vile sababu ningeanza kukimbiza na vijana alafu tungeanza kukimbiana tena. Wacha. Because uniform inatisha. Inatisha. Kwa wewe being a US soldier, ama soldier ambaye ulikuwa unafanyia Marekani, Right. imeleta manufaa, I mean, what has it done to you being a Kenyan, a young man? I will say with the confidence of no doubt that that is the best decision I made as a young man. The knowledge and the expertise and even the way I think, the way I process, the way I do things, the way I carry myself is all based on the training that I received over the years I was in the army. Great. Yes. Unaitwa Myogenic. I met Himself. you, nilikutana nawe Argyle Hotel pale. Right. Na Dr. Ezekiel. Right. Dr. Ezekiel actually ndio alikuwa ananiambia. There's a young man anakuja hapa, Mr. Myogenic. I'm like, Myogenic? What is Myogenic? The last time I had that nilisikia high school. Myogenic inamaanisha nini? By the way, myogenic is a biological word. If you think of a water pump that is pumping water from point A to point B, then you know we have different types of powered. We have a solar powered pump, we have a electrical powered pump, even manual, the one yenye tulikuwa tunasukuma hivi ina push maji. But you see now, me and you, we have a pump that is called a heart. Yes. Which pumps blood from head to toe. Yes, yes. What powers that pump? Is it an electrical pump? Is it a solar powered or manual? But in this case, because I know nobody can figure that out except Myogenic himself, let me go ahead and give you the answer. So the way God created the human heart, by the way, is the largest muscle that we have in our human body. So the human heart is pure muscle. So the way it pumps blood, it uses its own muscles that are within that forces the blood to go out and flexes the blood to go in. With the chemicals, with the biological, whatever they call it. I'm in a biology class. Yes. Together with that, which actually stimulates those muscles to do that, that entire system is called myogenic system. Bas. Ndio anaitwa Mr. Myogenic. And why would you call yourself Myogenic? Kwa nini ujiite hivyo? Because when I was informed to the teacher, thanks to him, he explained it so well. I was seated and I was like, God must have done a very good job. Yani vile unaona vile uko mrembo hivi unapendeza, yani unajisikia yani, si kweli? So hivyo nikasema kwamba. Hivyo unajisikia Myogenic sasa? No, nikasikia yani kumbe the heart inaweza jiringa tu iseme I don't need the hand, I don't need I don't need nobody to tell me what to do. I do it independently. So the myogenic system is an independent system. That's why we are able to do actually a human heart transfer successfully. Because unajua, we're talking about a US soldier. Right here we're talking about science. Tumeingia tu upande wa daktari. So ndio maana nakuelezea kwa nini nikavutiwa na hiyo wazo ya kujiita myogenic. Na mbona ufikirie udaktari? Mbona ukufikiria udaktari? Sasa sikufikiria udaktari kwa sababu hiyo system vile walipoielezea ni independent, it triggered my head and I was like, I need to be like the human heart. I need to be independent. Okay. I need to be myogenic. Myogenic. So they called me. The Queen's podcast, Myogenic. They called me myogenic way back from high school in Form 2. Really? Yes. Really? Biology ulipata ngapi kwani? Biology sikuifanya mwenyewe, niliachia hapo Form 2. I did physics, by the way. Oh, really? Yeah, because from my young age, I was so focused. I used to do research on what I want to become. Okay. I wanted to become an engineer. Okay. Yes. Turudi. Tutafika hapo. Yes. Unajua watu wanakusikia, we're talking about a US soldier,
umetoka wapi? Home ni wapi? Mimi mzaliwa wa Mr. Keroka. Biogenic. Keroka? Born and raised in Kisii. Wagire? Wakire Buya. But now we say Wairire Buya because it's in the evening. Wakire is in the morning. So ukalelewa pale Keroka. Ukalelewa pale Keroka. Familia ina gani? How is life back in the day? I won't say that we were bad off, but we were not that good off. And Kenyan natural humble background, whereby mzee kuuza gazeti mtaani Keroka na mama kuuza mboga, that kind of environment. But we thank God through their nature and discipline. Mzee kama uende shule, wewe ni adui wake. Wewe ni mtoto wangapi nyumbani? Mimi mtoto wa last born. Really? Yes. Majority kwa ni last born? You do not behave like a last born. Because I didn't want to. Because I'm built like that. Family watu ngapi? Watoto sita. Watoto sita. Mimi ndio wa sita. Vitinda mimba wanakaa wana relax. I didn't get the opportunity to relax because the environment was not welcoming me to relax. What was this motivating factor ya kwamba as much as so it's the truth. Right. See it's okay, it's a stereotype which has some truth to it. Kwamba watoto kitinda mimba wale wenzao wameenda mbele, you know, sisi mami daddy wacha tuangalie nini hii it wanted to make you stand out, to not be in the status quo. Well, when I realized that I'm in my father's family, my elder brother was already working. Okay. But not that successful. The second one was already in high school, and the third, who was my sister, was in high school, and I could see the Mzee struggling. That's after Mzee had lost direction, 97. Okay. He was vying to be a counselor. So he had lost direction and he has lost part of his property. So I grew up hearing that mzee alikuwa na hii, mzee alikuwa na hii, alikuwa na hii, ndugu zangu walienda boarding school, walikuwa na maisha. But me, I don't see it. Me, I don't see it. Then, so that triggered me and be like, you know what? You need to work hard. Okay. Yeah. Okay. So pale Keroka kapiga primary school wapi? Bilikuwa ni tuaje watu? Kapiga primary huko Amasege. Amasege. Amasege primary school. High school kaingia wapi pale? High school sikumalizia. Nilipoingia Masege, nikakaa kiasi hivi challenge za maisha, and then my aunt took me to a place called Oyugis. Oyugis Oyugis nikapiga pale Ongicha primary for 2 years. Kajifunza Kijaruo kiasi. Then I came back and Mabel. Okay, nimesahau hiyo ingine. I came back to Amasege, class 7 and 8, graduated. Then my aunt also took over again, another sister of my dad. Nikaenda huko mahali naitwa Gamba Secondary. Gamba Secondary is where I did my Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. Okay. That's where I graduated from. Was there when dream ya kukuwa engineer ilikuwa? Ama dream ya engineer ilikuwa sangapi? Dream ya engineer ilikuwa wakati kipindi kile nilikuwa nakaa kwa aunti yangu. She was staying in a store building. Then one of my cousin was in a university. I believe is the first person from our entire family, like my grandfather's family, to go to university. Okay. So I was curious, like, what is he doing? And then my auntie took time to explain and say, you know, he's doing engineering. I was like, who is an engineer? He said, you know, Solomon, an engineer is somebody who can look at this wall and tell you there is a pipe going through. And then, by then I'm like, you know, with the knowledge of a opaque object. I'm like, who is this engineer who can see through an opaque object when my teacher back in school is telling me that you can only see through a transparent. So I was like, yes. That is unique. That is genetic. I need to be like that person. Nataka kujua wakati dream inabadilika. Kwa sababu from an engineer mpaka kuwa mwanajeshi. You know, one thing I need to enlighten you, my course did not change. In the army, I was an engineer. Aya, tuende pole pole basi. High school pale, unabia nitwaje? Gamba Secondary. Gamba Secondary. After Gamba, what happened? After Gamba, actually immediately I left Gamba, there is a guy who came to school and took pictures of taking people to America. I was like, they called me, the other student told me, Solomon,
you are missing out on an opportunity here. I'm like, what is it? There's this guy who's taking pictures and he's taking people to America. I'm like, oh, that's it? That's too easy. So I went and straightened up my shirt and straightened up my tie. And I remember saying this, when they see this guy, they will say, this is the guy we want to come and work for them. So, and I left, I forget about it. So it's a program that I didn't have no understanding about. So I went home and, you know, after high school, you know, tukimaliza shule, tunaenda kupangaiza, kutafuta idea and whatnot. Of course, 1 year later, I had a phone call. Is this Solomon Omboto? Yes. You remember the picture I took? Yes. You have been selected for the DV Rotary program. So I won a green card. Immediately after high school? Yes. Wow. Yes. Wow. Yes. Ulikuwa ushawahi fikiria maisha ya kuishi Marekani? Ndio. Ndio, kwa sababu hapo mahali nilikuwa nakaa kwa aunti yangu, familia yake yote including her, they were staying in the US. So, ndio huyo umemaliza, barua ndio hiyo imekuja. What was that experience? Tell me about that experience. Hiyo siku sasa. Ndio green card ndio hii. Solomon kutoka Keroka to the world. Sasa wakati nilipopata hiyo jumbe, my cue was I had gone back to school again. I didn't get the good grades I wanted. Nini wale walikuwa na repeat? Mimi nilirepeat kwa sababu ya ujanja. Unajua nimekuwa nikitamani kukutana na hao watu, nijue mlikuwa mnataka kurepeat kwa nini? Nilirepeat kwa sababu ya ujanja. Number one, I will say when I was in high school, the teenager age kicked in. And I was told your name, remember, it's called Solomon. So Solomon ina mambo mengi. Solomon lazima ucheze kama mfalme. So imagine kujiona mfalme na uko high school form 2. Unajua pia Solomon alikuwa na concubines na wives. Ndio wao sasa. Sasa si useme hivyo. Sasa si ni kweli. Sasa Solomon akaweka mbuku kando, nikaanza kufocus sasa kukua king. Ukaanza kuwa mfalme. Wisdom ulikuwa nayo kweli? Kweli yote. Ulipata grade gani ambayo ilikufanya utake kurudia tena? Nilipata D+. D as in dog plus. Then when I realized that I've made a mistake, I wanted to go back and redo it again because I know you knew you unaweza. Naweza. This is not me. Yeah, this is not me. So, but I didn't know that one thing I would tell people for sure, for free, you don't have to have an A to be successful in life. Okay. I've proved that. And by then, nikimaliza high school immediately, I knew what to do. Went to Nairobi because I knew in Kisii I will wait for a Kenyan ID for years. So I came to Nairobi. In 2 weeks, I had my Kenyan ID. Wait a minute. Is this after you repeated or before? No, before. When I graduated, took the picture, went to Nairobi, get my Kenyan ID. Yes. By the time ninapata your result ya D, I'm working in Post Bank. Yes. I did multiple jobs. I started, me and my aunt, we used to go to Gikomba. We buy clothes. We go shine them, wash them, tunapiga pazi, and I hawk it all the way from Aporongai. Used to make good money. Really? Yeah, I used to make good money. When you got your results, is that when you realized kwamba unahitaji kurudia? Yeah, when I got my results, I was already working in Post Bank in uko Rwanda, uko next to Maseno. So, and then I was like, you know, ini kibarua, it can go anytime, but you know, time and season for everything. This is my time to go back to high school. I'm still young. Haikuwa kirahisi. But to me, I made a very big, bold move. Yes. That everybody that knew me told me don't do it. But I'm that person. If I want to do something and in my heart I know it's important, I'll go do it. Okay. All right. Because even my dad himself was not supporting that idea. Yeah. And I will say that is one of the things that I regretted, that I never listened from my dad. What do you mean? Because after I went back to high school, after I went back, it's like I forced him to pay his school fees. So after that, there's an accident happened to him and he died before I even stepped in that back to class.
unahisi ni kama wewe ndio ulimsababishia? Yeah. So, and then even after going through, you know, like now when I went to back, after I passed on, and then 1 week later, I'm getting a phone call of, you know, getting a green card. The excitement is there, but the excitement is being also battered. And at the same time, I'm going back to high school, which I went throughout the whole year. And that year, I never played King Solomon Law. I was the most disciplined and the most focused young man that I've ever been. Okay. And ever since then, I've been like that. I've never lost the track. I came to realize that I'm the backup to the backup to the backup. Okay. So I had no room to make mistakes. To make mistakes. Yes. Kulingana na wewe, kwa sababu unasema you had no room to make mistakes. Na watu wanasemaga life is about mistakes. Right. You know, how do you view watu ambao wanafanya, unajua unakuta mtu anatembea hivi anafanya mistakes, anaamka tena anajiinua. People who reason like life, that's how it's supposed to be lived. What do you think about that? You know, we have to remember, they say experience is a good teacher. But what they didn't tell us is the most painful way of learning. You don't have to have an accident to say that I'm so experienced. You don't have to have diseases to come and tell people, oh, you don't mean you're experienced na magonjwa. Unajua, my dad is Kikuyu. Yes. Anasema ngaje? Modo athomaga na make. So apparently kuna msemo wa Kikuyu. Wale wa Kikuyu sijui kama I said it correct. So mtu anajifunzaga na mambo yake. But sasa mimi namwambiaga, lakini sasa itabidi basi upitie kila kitu ndio siuone wengine hata wakipitia jameni. There you go. Yes. So there are some mistakes you learn from your body next to you. Yes. Unaona, huyu jamaa alipitia hii na hii ndio mistake alifanya. So mimi sitaji kwenda huko. Na mimi nikifanya hivyo, I will tell you for free. Me in high school, I used to see, unajua, sijui bangi ya Kisii iko na nini, but kuna vijana walikuwa wanasoma nao wanafuta bangi, wanapata mtu amechoma kale ka nyumba yenye peke yake ako nayo. So mimi nashangaa if that is what led that guy to make that mistake, then I don't need to try it. Wakati ulipokuwa Solomon, hizo vitu ulikuwa unafanya ama ulikuwa ni tu mademdem? Ni mademdem tu. I never really did drugs. Okay. That part I will say that it's never been part of me. Okay. Yeah, it's never been part of me. Ni ile tu, when I was a teenager, I will say that I was overcome, and the name and the status that I had. Kwa Solomon. Ulikuwa Solomon? Nilikuwa Solomon. Ulikuwa na hata vijana wale tusoma nao high school bado. They remind me of those days. I acknowledge. But I would say that those are things that I moved out. And is this why? Because what Myogenic does as well, anafunza, he does a lot of mentorship for young people. I've been to his place pale maeneo ya Utawala, anawachukua vijana. Hata hapa kuna mtangazaji hapa kwa kwenye mentorship. Tutamleta baadaye. Nimekutana na waimbaji, nimekutana na watu. You're very passionate about young people. Before we go back to your story, tell me why you're so passionate about young people. Because I was helped when I was young. And I couldn't be where I am right now if people did not put a hand on me. And I believe that young people need guidance, which I received. Thanks to my aunt, Mary Nyakundi. She really took me as a child. Even today, if you meet me and her, you won't say that she's not my mother. Yeah. So those are the guys who took me in and nurtured me and told me, Solomon, this won't work. This will work. And I listened. My teachers, all the way back in high school, they summoned me. Some of them, because when I was in Form 1, Form 2, but they used to call me in the office and tell me, Solomon, we have seen your grades are going down. Now I'm here, tulia. Nikifika Form 4, nitawanyoroshea mae. Kapigwa D+ yako bana. Tuongee kuhusiana na, so you went back to school, ukarudia, ukiwa pale ndio baadaye barua inakuja. Green card. I mean, it's a dream for many African young people, right? You know, to be in the US, to work there. Right. Siku sasa unasafiri.
Siku yenye nasafiri mambo yamepangwa nini. Ilikuwa siku ya furaha sana. First when I'm finding myself landing in California, because that was my host, I felt really good. Felt really good because what I didn't tell you, I also had a dream of becoming a soldier. That what you did not mention. Tambo, kiwa mtoto. Before I even dreamed of becoming an engineer. So when I landed there, you know, back in Keroka, where I'm born, ni karibu na tu Keroka town. And my dad used to work for the Kenyan Society of Farmers. So kulikuwa na hiyo video TV, walikuwa wamenunua ya kufunza wakulima ukulima. But hakuna siku niliwahi enda huko nikaona wakulima wanafunzwa. So that thing turned around, ikakuwa ya watch kina Rosi Muhando, kina Commando, hizo mamovie zote. So we used to sneak from home, tunaenda tuna watch Commando. So I'm in California, and that is 2010. Yeah. And Arnold Schwarzenegger is the governor. Yes, he was for California, yes. And I'm here now watching myself and saying, yani mimi mwenyewe niko kwa Commando. Yani niko kwake. Sasa tunaongea saa hiyo. Can you imagine? Wow. Then another stupid idea that I had. I didn't know that California, Carif Record was in Kenya. Oh, you thought it was? I thought it was in California. Unaona jua kali ni wakina California. Mimi niko California. Wapi kina Jimwat? Wapi kina jua kali? Wacha. Nikawatafuta kumbe. Lakini yenyewe ngoja nikuulize. Kwani ulitoka Keroka direct mpaka California? Ama Nairobi huko Nairobi hata nilikuwa tu mtu wa stress tu, mtu wa kupiga tu biashara sina. Ukajua California ile akina jua kali, akina nini ile moja ile. Sasa si zile mareni wanasema wana switch. Si niko hapo. Basi Keroka ni. Mbona siwaoni? Sasa nilikuwa na excitement mingi, wazungu nini. You know, it was an amazing. How old were you? 18 or 19? No, by then I was turning 19, 20. Okay. 20. Okay, yeah, 20. I was 20. Yeah. Juzi nirudia. Nirudia high school. Ulirudia na ID yako. Ulirudia na ID. Kurudia bedhi watu wengi wanaona mtihani, but it helps. Wale ambao wengi nimesikia wamerudia. But the funny thing is, even though I went back, I had a good grade that I wanted, but I've never picked that certificate. Ulipata ngapi? By the way, when you repeated, ulipata ngapi? I had a B. You had a B. Yeah, but I've never used it. But I think it's what it did to you mentally. And the reason why I never used it, you see now when they took that picture, they had written that I'm graduating Form 4, 2008. Okay. So when my green card came through, the paperwork that I had to file was that D. We? Litumia hiyo? Hiyo ndio nilitumia, ilibidi. Niko yana certificate nzuri hapa. Lakini siwezi itumia. Kwa sababu pale wakikupiga picha walisema nilikuwa Form 4. Oh, so exactly what did you do when you got to America? You were in California. I mean, this is it, man. Yeah, this is the life. The land. The land of the brave and the free. Bas. Yeah. Maisha ilikupelekaje pale? Maisha ilikuwa sio mbaya. Of course, the challenges of a newcomer coming straight from Keroka. Keroka matoke. Accent ni ile. Sisiki. Na wanisikii. Hawakusikii. Hatuelewani. Waves niko AM, wako FM, niko analog, wako digital. Unanielewa? So unasikia sasa ndio unaanza kusikia zile misemo chogoo wa shamba wiki mjini. Sasa nikashindwa mfalme nini? Jaribu kujifunza, unaongea na makazini wangu, Kizungu yao kidogo inakupita huku. Sasa zingine inapita na nyamaza. So did you go to college immediately ama ulienda wapi? Ama kwanza ulipewa muda inaitwa nini? Culture shock. Culture shock. Ipote. Culture shock, it was real. I can imagine. Culture shock was real. Even starting from boarding. First time to board an aircraft. You hata sijakuuliza ilikuwa aje? First time to board. First time to use the bathroom in the aircraft. Then
you know, the funny thing that I experienced is when I went to use the bathroom, and then I flushed it, and then it made that pop sound. There's a So sound effect. nikasema, ilinistua to the point that I thought nimeharibu ndege. So I tiptoed quickly to my seat. So ikianguka, I'm not to be blamed. Tukumbuka ulikuwa travel peke yako. Kwa hivyo hauna niko peke yangu. Ukarudi mbio sana. Nikarudi mbio. Ndio maana yake ikiharibika. Sio mimi. Every single time I flash, I remember that. I'm like, but now I know better. But then ikwangi ya mchezo. Ikwangi ya mchezo. I remember, like the first time for me to fly, nilikuwa ndo nimepata kazi standard. Imagine. Nikatika nimeitwa interview. Lakini mimi ni kutoka high school. Sasa ukumbuka umetoka Keroka. Alafu ni Keroka. Unajua nimetoka Ukunda. Imagine. Lakini huko siku ya kwanza kufly unajifanyanga kila kitu unajua. Unaona ule vile anafanya. Naona unafanya. I did have a bathroom experience. Unajua ni safari mrefu. But the good thing is my first landing was in Qatar. Nika experience hiyo heat mazee ilikuwa June. Kwa June 26. Hiyo heat. Kasema kwani hapa ni wapi? Bado niko ardhi, niko on earth ama nimeenda. Alafu unapata watu like, you know, then, you know, I spent a night there. In Qatar. In Qatar. The best hotel that I've ever been in my life. Then now, there was dinner was served. But you see now, me, when I'm looking at that dinner, like, sasa, the only thing I could see is salad. Like, I've never eaten green stuff. Huko nyumbani machani tunapika, ndio nakula na ugali. Sasa unaamua kule mbichi. Sasa ninakula mbichi aje. Kwa nini? Sasa nikaangalia hapa, ni mzee nimelala njaa. Lakini kabla nilale njaa, si nikaangalia hii ni tomato. Si tomato unaweza kula mbichi. So I went and served a whole plate of tomatoes. Nikakula, ikajaa kwa tumbo, nikasikia sana niko fresh. Kidogo hivi naona mzungu anafunua zile mabakuli. Because you are on the salad. Yeah, I was on the salad section. Oh my God. So I didn't know that there was actually food yenye imefunikwa. Unaelewa sasa? Naiona. Na unaiona. Naipata sasa. Sasa unaona mimi kutoka Keroka nitaiona aje? Keroka ulipitia ndugu yangu. Ulipitia. Nataka unieleze chakula ya Amerika. How do you expect me to sit? Nataka unieleze chakula ya Amerika. Jamani. Chakula ya Amerika nayo. Sasa unajua umefika huku, the land of milk and honey. So nimefika pale. Of course huko sasa, one thing I didn't really like, our food is the best. I'll tell you that for free. Oh yes. Because we have all what we call organic. Of course. So huko chakula kidogo stimulatiwa nini, so taste kidogo ilinikanganya. Lazima But with the time, that's when I started eating hamburgers, started eating you know, sandwiches, nini or what have you. Nikaanza ni baada umepitia. Maana nikaanza kula masarad. Squeeze me enjoy it. You love salads? Yeah, I love it. So now, you know, cold drinks and whatnot. Immediately, I landed in the US. I was taken to a nursing school. Oh. To become a nursing assistant. But now remember, I'm an engineer. And now I'm being downgraded. I've been preparing myself from an engineer to become an engineer. Assistant nurse. Now you are telling me to become a nurse. And a nurse, no. But you see now, because I'm new and I have to take orders, I had to go. Went through the class first. It was challenging because kidogo kisungu wanafunza mimi sielewi, lakini I thank God the foundation we have in Kenya. The schools, they teach you to go after the teacher and they revise. What is in the books is what's going to come in the exam. So I knew that. So kidogo mimi huko darasani siongei na mtu because I can't speak that accent. I can't hear them either. So nilikuwa tu na mnyamavu, naona tu kama hapa nyewe. Ufupi you are humbled. Nimefeli. But having that mentality nimefeli, it took me back to the books. Okay. Surprisingly, when we graduated out of the 21 students, only 3 of us passed.
And I was among of them. Okay. And immediately I passed where I did my clinicals, the facility. They hired me immediately. I think myself and other Kenyans who are watching would like to understand, when you get a green card, one are the ones who choose for you a career, or usually what happens? No, once you get a green card means it's an opportunity for you to go to US as a permanent resident. Oh, yes. You can work, you can study, and you can stay there. Okay. So they give you a period of 5 years and evaluate you. Okay. And then after 5 years, now you can file for citizenship. Ah, good. And you become a citizen. Okay. Yes. So currently, do you have a dual citizenship? Yes. Okay. Here, Kenya? Yes. Na the US? Yes. Ay, turudi kule. So hii ya nursing ilikuwa ni ya kujitafutia? Ilikuwa ni ya kujitafutia, ni settle down. So I was like, you know what? You know, don't rush into your dreams. Also, be willing to learn new skills. Yeah. It doesn't hurt. You know? But after I did that for 13 months, I believe. But when I immediately landed the US, they sent me a letter in the mail. My first letter. They asked me if I can join the US Army. I'm like, who are you asking? Born for this. Who are you asking? Are you asking me or are you? Unaniuliza unaniambia? Muko wapi? Let me know where you are located. Na niko kwa commando. Yes. Na nikiingia army. Si hivyo kwa movies za commando, chances nitakuwa pale. Yes. So why are you asking me? Nipeleke. Nikaambiwa huko uzuri. I like the way the setup is. Yeah. Recruiting stations ziko tu kama M-Pesa stations here in Kenya. So whenever you want, you just Google and put a zip code and then Google Army recruiting stations near me. We, unajua hiyo story unaongea na sasa wameshachukua soldiers hapa Kenya tayari ama bado? Si unajua hapa Kenya vile iko. By the way, unajua mimi nishaienda ninio. Inaitwa nini? Recruiting. Mimi pia nilienda. Even mimi nilikuwa na joke. I knew sitatoboa. Nilienda nikasimama tu hivi kwa laini. Sijui mara uchuchuma. I taken my friend was very passionate. Ida, big shout out to you. Sasa unajua amelelewa na familia ya masoji. Ya wanajeshi, wazazi wake ni. Mimi nimesimama pale na shangaa, what am I doing in this life? Nafikiri tu waliangalia tu height. Toka. Sikufika. The same thing. Really? Yeah. Me, I went. Me, I didn't know that the height thing was a thing. Mimi nilijua huko kwanza ni mbio. Na hizo? Niko sawa. Bas. So I'm like, mbio, nimemaliza high school, energetic, niko na kila kitu, niko myogenic. So this is the right guy. So kufika huko wakasema the first test height. Wakasema wakaweka kitu kingine hivi, unaona like hivi. Alafu hivi. Wakasema ukipita kama hutaanguza hiyo mti, enda ukiendanga. And that's how I went. Na mimi huwa wanatafuta nini? Men huwa tunaomba tufungue mdomo, nini wanatafutanga huko ndani? I think hiyo ni bado tutafuta njia tu ya kutoa. I think it's just it's to me I would say it's when if they don't really tell you what it is, because you know ukiwa na meno mbaya because dental when you are deploying, especially when you are going to war, shaiumwa na meno. I've seen my son akiumwa. Mayona akilala. Mimi ndio. So they don't want you. But you see now, one thing I disagree. What I disagree, they have the potential of either going and taking that teeth out. So I don't know why they will kick you out because of a tooth that they can take care of and get you ready. In the US, when they were in the US, they don't do that. Okay. They find out, yes, you have that. The first thing is they send you to a dental clinic, which they will pay for and get you ready on your dental status. Okay. Yeah. So let's talk about sasa ile siku you're going actually for that recruitment, you know, in the US. Sasa commando. Ile what you are watching in uko Keroka, sasa ndio hii Mungu ameniletea. So recruitment mefika pale recruiting station. Mimi mwenyewe sielewi vile kunaenda, but the setup the way wameset, kuna US Army, kuna Air Force, kuna Marine,
kuna Navy Seals. Oh, yes, yes, Zimepangana tu kama duka moja, lakini mlango moja ni ya Air Force, ingine ni ya US Army, ingine ni ya Navy, ingine ni Marine. So zimepangana hivyo. So mi kutoka Keroka sielewi hiyo. Naelewa. So sahi naelewa. Yule unajua wewe ni mwanajeshi, yani yoyote wa kuweke. Mimi sasa kwenda huko naangalia kwa umbali kidogo fulani ile uniform itakaa kikomando. Hapo ndio nitaingia. Hapo ndio unaingia sasa. Naingia. So nikaenda hivi nikascan nikaona US Marine. But sikujua kama ni US Marine. Nikaona hii uniform kidogo inakaa nikivaa hiyo utakunywa. Nitatesa. So nikaingia pale ndani. Kaingia huko, kumbe kuna exam ya kompyuta, na unajua nimetoka Keroka. Kompyuta kidogo illiteracy ni noma. Lakini Mungu usaidia. Mungu acha watu wake. Mungu usaidia. Somehow I figured nikajibu zuri. The questions they ask is a high school too. No, basic knowledge. Basic knowledge. What they do is called a HAZVAP. What you are telling me, recruitment ya US Army, unaingia kwenye kuna kompyuta. Ni ofisi tu, unaingia kwa ofisi. Unaingia tu kwa ofisi, uende kwa uwanja. Si ndio nashangaa? Ya kwetu uwanja juu kuchome na ukimbia raundi nyingi sana. Hiyo ni reverse psychology. Jamani wale mlikimbia. Hiyo ni kidogo old school, naweza sema old school, na naweza sema pia ni co-colonize. Yeah, we still believe in things that I think we need to change. Okay. And I think if somebody want to serve their country, there's a frontier service. First, somebody is supposed to be honored and valued. Because after experiencing the fight, experiencing the service, it takes the heart to serve. Absolutely. You cannot pay somebody enough to serve and protect a country. So that's one thing that I will pitch and advise to our country, that when women and young women and young men, they're coming to serve their country, let them serve. Let them serve. Let them serve. Don't take them through circles to serve. Let them serve. Train them to serve. Okay. Yes. How long did it take your process? After computer nini? Computer is a one day. Of course, it's like a few minutes. You score and they give you a score. They test your IQ. Really? And the point of that is to place you for a job placement. There's what they call a MOS, Military Occupation Specialty, where now you will go and specialize in your career. That's when now I picked mechanical engineering. So that score set me up for success to be able to get a job as a mechanical engineer. So did they take you to a school? Yes. After that, first you are qualified, they give you a job that you're going to do. Okay. But remember, you are a soldier, so they take you to boot camp first. Oh, okay. You can't go to school before you go to boot camp. To boot camp. What happens at boot camp, pale? Boot camp is fire. Boot camp is fire. Moto. Moto sasa. Moto. Manake sasa pale tunataka mtu amevaa hiyo uniform. Piga salute. Wacha. Huyo jamaa amepitia moto. Moto bin fire. Moto na. Nieleze. Day one tulipembelezwa, tukapelekwa 5-star hotel. Nikasema nimefika jeshi. Maisha yako sasa. First time to go in a jacuzzi. First time to go na hot bath. Hot bath. Nikasema jeshi, yani buffet, yani tunaamushwa tu. Yani tunaamushwa. Any time ya kuweka up. Sasa nikajiona yani wait until you go to reception. You go to reception now. Sio ya hoteli. Sio reception ya hoteli. Si pale kwa kuingia hivi. Reception ya huko mstuni kwa bootcamp. Juni mstuni. Nafika pale. Tulifika saa 9 usiku. Ile kwa mshwa hivi haikuko tena. Fika saa 9. Mi tumekalizwa bench hivi. Mi nafikiri watachukua tu majina na ID na kila kitu. Tuambiwe tuende tulale. Wapi? Hakuna kulala. I remember we did not sleep in the next
57 hours. What? Yes. What were you doing? Mlikuwa mnafanya nini? So when you go to reception, number one, they take your name, your basic. Yes. Then after that, they go, everything now starts turning into uniform. Okay. All your civilian clothes, you surrender. Everything you have civilian, you surrender. Now you start, everything there is uniform. Like nywele kama hiyo yako, kama niko nayo, chop. Ipigie kwa heri. So saa hiyo, na unajua sasa Kinyozi, barber shop ni moja. Na mko watu kama 4,000. What? So unakumbuka hiyo laini. Kitambo umenyolewa, unanyolewa jioni. Ulianza laini asubuhi. What? Unanyolewa jioni. Kutoka huko unaenda finance. Kutengenezewa mahali utakuwa unalipwa. Ulienda hiyo laini asubuhi, unamaliziwa sijui saa 4. Yani hizo maraini sasa yani. Tunataka kusikia pale sasa. Mpaka mbio mnakimbiaga saa ngapi na mbio bado mbio. Hiyo sasa hizo 57 hours, half of the soldiers wamesema this is not for me. Oh really? Yeah. Many people went back home. Oh. Yeah. Right at reception. This is not for me. When did the exact sasa ule ukomando ulianza? Sasa si mimi unajua nikiwa mtoto, babangu alinipatisa. Akaniambia wewe mwanajeshi. Unalialia nini hapa? Wewe ni mwanajeshi. Akaenda akanunulia kanyanza hivi ka camouflage. Nikajisikia komando. Bas. So from then I received those blessings from my dad. Okay. And when now I grew up now knowing yani hiyo komando. Na maisha tulikuwa unajua my home tuko 5 male, 1 sister. So kila kitu huko ni karate. Hakuna kupembelezwa. Na mimi ndio nilikuwa mdogo na lazima nijipiganie. Bas. So lazima nikuwa komando. Bas. Sasa umejikuta kwenye, ulikuwa mnahitaji huko kwenye bootcamp? Sa bootcamp kwangu naweza sema ilikuwa rahisi because of the lifestyle. I grew up with hardship. So like kukua bootcamp haikuwa issue kubwa tu. Kitu tu ilikuwa issue kidogo ni labda kizungu. Kizungu ilikuwa na issue. Hiyo na kubali. Pale ndugu unasema kizungu mbio haina shida. Mbio haina shida. No, mbio actually my drill sergeant he used to call me a Kenyan ninja. Yani mbio kidogo because then I was like unajua nilipopatiwa sasa training ya kushoot anasema leta hiyo bunduki. Leta niwaoneshe. Leta haraka sana. Leta. Mnasema target ndio ile. Nikapatiwa magazine imejaa 40 rounds, bullets. Ndio ninajifanya na macho. Ting. Haya tuamuke tuende tuone. Fika huko hakuna kitu. Huyo mzungu aliniuliza, "Omboto, which target were you shooting?" Namwambia this one. Ananiambia this one does not even have. Aliniambia kitu yenye inakuokoa you can run from an enemy. Because you can run fast but you can't shoot. You cannot. Yeah. Lakini ukaja ukashika laini. But you see everything takes training. Of course. Because I didn't know the fundamentals of firing a weapon. Of course. So after going through the training, now I can shoot 4 out of 40. Yeah. Nataka kujua kizungu. Kuna instruction yote ushapewa ukashindwa kupokea kwa sababu kuelewa kile kinasema. Ama mara nyingi. No, walikuja wakaona huyu tunamweka huko nyuma. Sababu wanaongea sichukui orders. Si ndio sasa? Sasa kama sisikii nitarespond aje? So wanaongea nasimama, wanasema huyu anafanya tuwawe huyu. Huyu weka huko nyuma afuate. So nikafuata mpaka kizungu ikakuja ikaingia kwa system. Ikaingia sasa ndio nikaanza sasa kuambia na nyinyi fuata. Pale umepiga miaka how did you umeingia sasa of course bootcamp. How long did that last by the way? Bootcamp is just 3 months. Okay. Bootcamp is 3 months, too easy. Na unajua sasa mimi nilikuwa na mwaga na nini. Kwanza hizi ku road trip na kupepa mzigo. Hizo ndio uoma. Napata mtu yeye hajai enda na mguu. Yeye amekuwa tu kutoka kwa gari, anaingia gari school bus anaenda shule. So hajai tembea. So mimi nimetoka na mguu yenye iko na soul.
Kutoka hapa mpaka unaweza tembea mpaka Mtito wa Ndei. Very fast. Very fast. So tukimaliza hiyo nilikuwa sijui 12 kilometers. Huko unafika huko watu hii ngozi huko chini imetoka. Na sasa hiyo mimi nawaambia can we still go? Where was your first wanaitangaje? Duty station. Yes, duty station. So after that nilienda sasa inaitwa advanced individual training. That's now when you go to college. Okay. It's like a college lifestyle, but bado ni uniform, bado nafunzwa na wanajeshi nini, everything is controlled environment. Nikafunzwa mechanical engineering, nikamaliza. After that, I signed up for a special assignment called Airborne School. Airborne School is where you go to learn how to jump out of aircraft using a parachute. What we see in the movies. Yes. Si nilikuwa nataka nikuwe commando. So I had to do what it takes. What it takes. And what you saw in Geroka videos. Yes. So kama nikuruka na parachute, kama wengine wanaruka, hapa ndio penye sasa. I have to do that. So I went through that training. That training, after graduating out of Airborne School, nilienda Fort Bragg. Fort Bragg, unajua kama hapa wanasema sijui Rangata Barracks. Sasa Rangata Barracks, hiyo ni kama ni base. Sasa sisi tunaita army base. So inaitwa Fort Bragg. Army base. Okay. So huko ndio nilienda, and I was so lucky that I moved from California to North Carolina. North Carolina, where Fort Bragg is. Fort Bragg, remember now, is the second largest military base in the universe. Dunia nzima. So niko pale, North Carolina. I served there for 6 years. Okay. Yeah. Okay. Is that where you met your wife? Kwa sababu mke wake ni mwanajeshi vile vile. Kweli? I've met her. Yeah. Sasa hivi Ako Italy. Ako Italy. Yeah. She's stationed in Italy right now? Yeah, she's stationed in Italy. So when I got to Fort Bragg, immediately, 3 months later, Solomon was married. Unajua, kwa watu wengi, wala vile tunasikia sisi civilians. Unajua sasa, mimi ni civilian sasa. Unajua hapa tunaongea na mwanajeshi, mimi ni civilian. Ya kwamba, they would prefer not to marry kama ni watu wa security, yani watu wa usalama, not to marry each other kwa sababu ya, in case something happens. Hizo maneno sijui kama umeshazisikia. No, by then my wife had just moved to US. Then she was an athlete. Oh, she was an athlete? Yeah. From Eldoret. Kuja kukimbia hizo marathon za US. So mimi nikisikia kuna mrembo hapa. Yes. Amekuja kupiga marathon. Acheza kimyogenic. Nikamwambia hizo marathon kuja tusikimbie hapa. So nilimchukua mbio. We got married after like 6 days. Really? Yeah. 6 days after meeting? Is that possible? Yeah. Hi? 6 days we had a marriage certificate. Goja, how long did you date? We didn't date. How can you date in 6 days? We didn't date. We dated after. Haraka ilikuwa nini ndugu yangu? Ilikuwa sababu vitu lazima mwanajeshi kidogo. Asante sana. Sasa si mimi, unajua sasa nikiwa high school, nilikuwa nimefanya practice. Nilikuwa nimefanya vitu vyote, nimefanya kila kitu, nimemaliza. It's now time to settle down. Yes. So I had already figured out everything. How did you know she is the one? Hebu tumpatie shout out kwanza kwa sababu anakuwa she's very big on TikTok by the way. Shout out to my wife Caroline Omboto. Thank you for your service and we pray out there for you. Keep working hard and we're also working hard here. Yeah. Thank you. Yes. Yes. Please, I think sote kwa hii production Kenya nzima, dunia nzima tunataka kujua how do you meet someone in 6 days to get married? What is this thing? Number one, how did you know she's the one? I'm a prayerful guy and I had experience before of dealing with women. So I had and also these things also you are not sure. Some of it you leave it to God. You say, God, is you give it, is you take it. Whoever finds a good thing, finds a good wife. A good gift always comes from heaven. So kama Mungu amenipatia gift, who am I to say no? Ukajua siku 6 huyu ndo bibi yangu.
Ukweli kabisa biogenic. Ukweli kutoka kwa roho yangu. And she knows that. She knows that. She knows that after even like 2 months. Mtoto. Biogenic. Hakuna kupatiza. Hakuna. Back to back. 3 years, I mean the first year. Tukapata mtoto, few months again. Kapata mwingine tena few months again. Yeye mwenyewe akakuja kusema acha aweke bulletproof. Huyu soja atanimaliza. Unajua ile hasira nilipoteza zile 40 rounds. Yes. Alafu naenda naambiwa target nimeshoot 0. Alafu tena nipewe target ya pili. Yes. Alafu tena ni shoot. Haiwezekani. Yes. Watoto mko na ngapi? Sasa tuko na watoto 3. My first born is 11 years old. Second ako 10. Mwingine ako 9. So ni vizuri akaa Italy kidogo. Actually, kwa Kenya. You see now, within that span of 6 years, nikiwa North Carolina Fort Bragg, so kitu ilimsaidia when she was almost giving birth to our current acting. Acting. We cannot say the last born. Nilipata orders ya kwenda South Korea. Alimsaidia. Sasa nikaomba waniongezee kidogo angalau nipokee mtoto ndio niende. So wakanipatia 3 months, exactly 3 months. Huyu mtoto alizaliwa 3 months niko kwa ndege naenda South Korea for 12 months. Korea ulituokolea. So I stayed in South Korea for a service for 12 months. Okay. Yeah. Okay. Niliporudi nikapata majihami. Tunashukuru Mungu. Nikapata amejihami vilivyo. Do you intend to have more kids? Simunaelewa. Nikapata amejihami na tayari in fact the day I came back from South Korea she had 3 days to go to boot camp. Because now she had joined. Yeah. Okay. So I came akaniambia ndio hao watoto waja na mimi naenda boot camp. Hai. Ndio sasa ka join US Army. Yeah. So amejoin nini US Army after amepata watoto. Kabisa. Okay. Yeah. So haikuwa idea ya kuoana kama wote tuko jeshi. Hapana. She saw me doing it. She loved it. And she said I can give it a shot. Good stuff. And I gave her my blessings. Na akaingia. And she's really doing better than me. Really? Yeah. She has done better than me. Akikuja hapa Kenya, we must have her on this podcast. Yeah. She has done better than me. And I'm glad that she acknowledges and I'm like one of her biggest mentor. Hata hii TikTok. Mimi ndio nilianza TikTok. Niliingia TikTok when I was kuna kidogo niliumia nikiruka na parachute. Niliumia na magoti. So I had a surgery. I torn my ligaments. Hii mgoti. Hii mguu nimepatiwa surgery hapa mara 2 sasa. And I think it's at this point Biogenic tungependa kujua have you been to war as a soldier? Umeshiriki katika vita kama mwanajeshi wa Marekani? Yeah, nikiwa South Korea. Remember during the time of 2017? 2018. Mwanzo which Korea? I was in South Korea. Oh, South Korea. But I was 7 kilometers away from the DMZ, from the border ya North Korea. Ambapo kwamba hiyo wakati ndio Kim yule raisi alikuwa na test missiles every single day. Remember that time? I remember that time, yes. Everybody was scared. Yes. Even you guys back here in Kenya were scared. News, mimi kama mwanahabari, that was all was in the news. So if imagine you were scared and you were in Kenya. How about me, who was 7 minutes away from the DMZ? We were issued masks, easy pro mask. They said at that time they predicted maybe it might pop up in a war, nuclear. So ange trigger hiyo, we had 7 minutes to survive. Wow. So imagine you living 12 months
of that mindset that if somebody pulls a trigger, Anytime. you only have 7 minutes of saying goodbye to your wife, saying goodbye to your mom, saying goodbye to your kids. If at all you will If have that at time. all you will have that time. So it was a stressful a stressful period of my lifetime. Wakati, so exactly mulikuwa mnafanya nini? What was the assignment there? The assignment there is just normal. I was there to support the. You know, the army is structured in a different direction because me as a mechanical engineer, they don't expect me to go fight. Okay. They expect me to go actually do my mechanical job and also teach soldiers on how to repair vehicles and fix them and get them up and running. Okay. Even the vehicle that shoots those launches, we are responsible to make sure that it's shooting, is doing everything that is supposed to do. So, but you still have to train in case you are out there and you need to know how to fire back. But I was in a support team to support the soldiers who are shooting. Okay. So in South Korea, but you see now the training was intense. Just like the soldiers, the training was intense in a way that they will say, sasa hiyo bomu imerushwa. Act kama imerushwa. Now unaenda, kuna bags kama 4 tulikuwa tumeambiwa zikuwe standby. A bag, B bag na C bag. Juu hiyo A bag iko na equipment yenye unaweza ingia under the ground na uingie huko na ukaa huko for even 15 days. Kujificha. So unaambiwa ndio hii location, unapatana huko na imagine hapa hakuna kupanda matatu. Unang'ang'ana na hizo bags, zingine umeweka hapa, zingine umebeba na bunduki yako umebeba, unatembea na umepatiwa time ya kufika. So unaema, lakini ukijua ile ukifika huko vile umefail, juu utaelezaje kwa nini umechelewa? So unaenda mpaka unasikia ni kama yani, na saa hiyo labda ndio ulikuwa una cook. You haven't even ate. You are preparing lunch. Mwana umekaanga kanyama kako vizuri, ndio unasikia pap. Everybody at the multiple time now. Aje, hiyo chakula hata unaachia hapo. Kila kitu, nini, unaenda. Mguli ukifanya hizo trainings umia wakati gani? No, unajua sasa, that's one thing I'm brave enough to say that I have a lot of resilience. I torn my ligament in the young age in my army career. Okay. 2 years in the army. I was jumping. I didn't have a successful jump. Okay. It was not a good jump. It was a compact jump. It was a night jump. It was a training jump. But hapo sasa ndio niliumia. When I landed, I didn't run safe. So I torn both of my ligaments. But I did not realize the intense of the accident. Okay. But nilikuwa nataka kujituma. Nikajituma throughout the training. Nakumbuka ilikuwa JROTC, Rusia na Fort Pop. So nikajituma the entire, but I'm limping. Then my supervisor, my boss, alisema, hey, Mboto, you don't look okay. He said, when you go back, the first thing you have to see a doctor. So when I went, the doctor explained to him what happened, and he said, oh no, you need an MRI. Okay. First time I'm hearing what's an MRI. I'm like, what is even that? Bado ikoroka iko kwa system sasa hiyo. So naenda napigwa MRI, wanasema anakuja ananiambia 3 days kuja, naingia ananiambia I'm so sorry. I'm like, what are you sorry for? Oh, you torn both of your ligaments. What is even that? So the next ananiambia, we recommend for surgery. Would you want to do it? I'm like, do I have a choice? It's something that I can. So I'm naive. I don't know. Can you recommend? They say, yeah, I recommend you go do it. But I will say for sure, I was better off. Before the surgery? Yeah. But sasa unajuaje majeni? Maybe the surgery no, after. Because I could feel. What? Nilikuwa na injury for like about 2 months. But after surgery, I never really got well. Okay. I never really got well. But I struggled. I really became kind of stagnant because I couldn't run anymore. No, ile kukimbia. Na ile kukimbia ndilikuwa inanitengenezea do. Oh, really? Yeah. Inakutengenezea namna gani? Like
if you are physically fit in the army, you get promoted quick. Oh. More promotion, more money. Oh. Yeah. Inakupandisha cheo haraka. There was even a time that when I got promoted to be a corporal in less than 18 months. Na sasa hiyo unajua sijui Kizungu. Kizungu bado iko tabu. Na sijui kazi yangu vizuri ya engineering. So, huko kwa Moropol, wazungu wananiambia, oh, you are getting promoted because you can run. Nasema kuna kwa ukweli. Ni kweli. Kuna kwa ukweli. Sababu ukiangalia vitu, unajua hivyo kama uelewe Kizungu, kumaanisha pia ile instructions kupokea kidogo. Kwa sababu ya mbio. Kuna kwa ukweli. Lakini sasa nilipoumia, ako kwa ukweli sasa kalianza kuniuma. Because now I can't get promoted. I got stuck as a corporal for nilikuwa promoted, imagine 18 months. Na if I didn't get an injury, in 24 months ningekuwa sergeant. Ama ningeenda sana, ningeenda mpaka maybe 3 years ama 4 years. But nilienda mpaka 8 years. So the next 6 years, I was depressed. Tell me about that depression period. That depression period, nilijiona mjinga sana. Yani. Nilijiona yani sijiwezi. Lakini pia naweza sema ilisaidia because I started realizing that army life is not going to be permanent. Okay. I need to find an exit. But I don't want to quit. So I kept on pushing. After surgery, I pushed for 6 years. And then I torn the same ligaments again, pushing myself. Then I went for the second surgery. So when I had the second surgery, because the first surgery was 2014, the second surgery was 2022. Just recently? Just the other day. But I'm still having the mentality of going back and push. Because I pushed hard and I got promoted to a sergeant, a leader of soldiers. Then I pushed a little bit harder. I became now a staff sergeant, a leader of leaders. Okay. Now I'm like, I need to become a sergeant major. Nikae pale pia niseme sergeant major Mboto. Watu wakimbie kama wazimu. Vile nilikuwa nakimbia. Is that the reason you left the army? So now when I was, after I had a second surgery, during my recovery period, that's when TikTok was kicking in. True. See, yeah. TikTok imekuja na COVID. Yeah. So TikTok was kicking in. Sasa mimi niko surgery, so niko recovery room, niko 30 days, siendi job, siwezi. Yani hii mguu imefura style fulani, wife lazima aibebe. Yani uko kama mtoto. So niko pale kitandani natulia. Then my wife comes from work with a co-worker and a sergeant major retired, but ako civilian. Okay. So alikuwa ameonja chakula yake, wakasema kuja niwapikie nyumbani. Alikuwa Mkenya ama alikuwa America? No, she's in the army. Okay. So and then this guy comes while my wife and his wife are cooking in the kitchen. Sisi tuko hapa nje kwa living room. Hapo mahali nimekaa tu kwa kiti. California. Sasa niko Georgia. Okay, Georgia. I've come from South Korea, I came to Georgia. Okay. So Georgia, niko pale kwa couch, huyu sergeant major, sijui kama ni sergeant major, ananiuliza life yangu jeshi. Nikamwelezea my first surgery, this is my second one. Akaniambia, my brother, I think you deserve a medical retirement. Oh. I'm like, what is that? Akaniambia, you qualify based on what you have told me, you qualify. Plus, I have other injuries that I have sustained from the army. So he told me, I recommend you go talk to your doctor and tell them to recommend you for a medical retirement. It's called a med board. You go to a board whereby they submit your paperwork. Now they send you to every single hospital, every single specialty. Kama ni wa macho, wanakutuma huko, wanakupima. And then one thing I didn't say, when you join the army, they do that. They measure your medical, everything. Yeah. Like Solomon tulikuchukua ukiwa hivi. Yes. Sasa ukitoka, umetoka ukiwa kama mkono umefunjika, kama masikio haisikii. Juu zile mabullet pia nazo zinakumeka na pia those things you see, maybe a soldier got killed or got blown up, it builds that what we call trauma. Yeah, yes. Yeah, yes, the trauma. I think that's what so we've seen. there are all those things that I go through as a person,
that when now he explained to me, he told me, don't feel weak, you getting out. You can still serve. You can still serve in a different capacity. Okay. And actually, that's why I'm serving as myogenic. Okay. Yeah. So are you still an employee of the U.S. Army? No, I'm not. You left? No, I didn't leave. I retired. So unafanya nini? Ni nini unafanya kama So when you myogenic? go through a med board, they give you a payment Okay. because now you become a veteran. Wewe ni veteran sasa. Sasa mimi ni veteran. Wewe ni veteran soldier wewe. Mimi ni Naongea na veteran soldier sasa. Yeah. Paka niko na idea veteran. Okay. I'm getting paid by Veteran Affairs. Okay. Which is called a retirement check. Oh, okay. Yes. For the rest of your life? For the rest of my life. Oh. Yeah. Interesting. Yes. Do you miss the army? Unakaa hivi? I do. Uko na energy myogenic sana. If there's something that I didn't want to leave, actually when I went through when I was going through that medical retirement, it's not a one day, it's like a 6 months of fear of unknown. What is life going to be like? Yes, I mean, umefanya kitu 11 years. This has been me. Yes. Actually, even my Facebook, I deleted that. The Facebook I have, does not have the memories of the army. Because huko nilikuwa nachichocha mwanajeshi, Yani, it was a career of my choice that I would say God gave me at the right time. So when I felt that I'm leaving, I did, I'm an active suicide attempt. Yeah. I was like, this is my identity. Now I'm losing my identity. What is the value? When wakati nilikuwa nakatia bibi yangu nimwambia huyu ni soja bana. Siku sita. Tishia. Akatishika. Akatishika. Sasa hiyo soja tena inatoka. All my sons, they used to see me in uniform. The bride. So I was like, but after seeking medical attention, behavioral health, I was told that you can see yourself different. Okay. You can see yourself a new you. You still have a lot of wisdom, a lot of knowledge. And then I realized that I just broke my ligaments. There are people who lose their hands. Yeah, whole leg. There are people who. So I was like, no, I'm being selfish here. Okay. I'm being selfish because if I take my life, my sons are not being taken care of. True. My wife is not being taken care of. My parents will be left like that. The people who depend on me, the people who look up to me will be like. So to people who are thinking of suicidal thoughts, seek help. Seek help and find out what is triggering that mind. And get out there and do something. Like I was told when I was going through the treatment. You think nobody cares about you. You think you are of no value. Go to the street and feed an homeless person. Give him even a sandwich and see how grateful he will thank you. And you feel accomplished. So I started trying that. So that's why I'm doing myogenic to give back to community so that it gives me a new identity. Retirement may happen 2022 or 2023? I retired 2022 June. 2022 June. Yes. Kenya umerudi lini? Kenya nimepiga tour ya Kenya kuanzia mwaka wa 2023 January. 2023. Yeah. The idea of coming to Kenya ilikuwa kwa sababu jamani tunatarajiaga mtu apata nafasi ya kutoka hii nchi. Wewe kurudi kwako. You see now the training that I received from the army. If you hear bullets flying, for example, and then you didn't get hit. Remember there are people who got hit. Yes. So zikipungua ama zikiisha, you go back and search for them. Because you don't go home and chill and relax and say, oh, I escaped. I'm good. Let me hit. Oh, Mungu ameniokoa. No. You go back and search for every single soldier and retrieve them, whether they are dead, whether they are wounded, whether they are not wounded. You bring back, you do accountability and make sure everybody is accountable, whether they are dead, they have been injured, so that when you go home, you know you did your best.
So having that mentality, if I succeeded from Kenya, I have to come and reach back. Okay. That kind of mentality. Reach back and make sure that everybody also succeeds. Okay. Because I count myself successful. But my success will not be complete until I make somebody else successful. I agree. Yeah. So Kenya unafanya sasa hivi a project inaitwa Myogenic Talents? Myogenic Africa Talent Academy. Yes, Africa Talent. Tell us about it. Ni project aina gani? Myogenic Talent Academy is the belief that whoever has a talent has a good thing. Yes. That was given to him directly from his creator, God himself. Which I believe if they realize that and sorry about that. If they realize that and acknowledge and be aware that whatever they have, so and so does not have it. But it takes discipline for you to bring it out and realize your support system to also come out and practice that talent so that you can turn that talent into money. Absolutely. Like you now. I can confidently say that you have a myogenic talent. Correct. That what identifies you is your talent. Absolutely. When you go out there, people see you as a talented young woman. They don't see you as mtu mwenye ako na madegree, PhD. They don't say that. Whether you have them, whether you don't have them, they don't know. And they will never ask. All they see is somebody very talented who has been practicing their talent with the time, over time. Now you have now become the queen of the airwaves. Hata wewe mwenyewe umejiwekea hiyo signature. And you don't need nobody's approval. I have never. Nikisema ni queen of airwaves. That's it. That's it. Kama wewe uone hivyo ni wewe uone vizuri. It's on you. Nakusikia. So you see that kind of mentality is what I'm trying to impact to our young youth who are very talented. Kwa sababu nilikuja to the academy na nikakutana na vijana tofauti. Kuna niliona waimbaji, there's that boy who Cowboy. does he's Cowboy. Anaitwa Country music. Cowboy anaitwa Bon Shelton. Exactly. Jana wakisii pale anapiga kama yuko Tennessee. Akiongea unafikiri anatoka Texas. Ndio, unafikiri anatoka Nashville. Na waimbaji nimekutana nao. Tuko na mtangazaji tutaongea naye hapa leo. Kijana chipukizi. Unawatoa wapi ama how can people reach you, for this to be in this program? I'm easy to be reached out. So far, even the young man who is sitting here that you're calling I jumped on TikTok the other day. By the way, let us use social media in a positive way. Yes. Don't be that person who is now feeling that you are so powerful to go on social media and troll you down. Sasa mimi nimekaa pale TikTok, kazi yangu usiku mzima mchana mzima ni kukutroll, kukutukana, kusema vile wewe ni mjinga sijui nini. Let us not turn that direction. Yes. Let us use these platforms in a way that even God can say, you are my child and you are using this platform in a positive way. Pale TikTok, ndio tulikutana na Dr. Ezekiel Mutua. Oh really? Mlikutana TikTok? Yeah. Nikiwa US, nimeboeka tu hivi nikascroll TikTok hivi naona Dr. Ezekiel Mutua on live. Then nikatap nikatuma gift kidogo hivi, nikatisha na uniform yangu ya jeshi kidogo, nikasema pandisha. Wakapandisha, nikakuja na kizungu yangu kikali, nikapiga intro ya 1 minute. Of course. Daktari akasema, this it. That is the guy. Now, it's good to note that he is the chancellor. He's the chancellor for Myogenic Africa Talent Academy. From that interaction. So when I came back from US after having a trip, Dr. Ezekiel Mutua himself and the team of Mama Kayai, Jim Watt, Refiga, a big team came to pick me up from the airport. I've never felt that good. I've never felt that king. And I was like, hata kama nilitoka jeshi, I have found my new identity. Yeah.
something that makes me happy. So vile nilikuwa nasema kunipata ni rahisi sasa. Hivyo ndio nileta hiyo story. Na ukasema vile huyu kijana muona hapa juzi tu wife kaniambia ingia TikTok, we are promoting Myogenic. Kuingia huko, okay, we are promoting Myogenic. Sawa, nikaingia huko nikaongea kidogo na huyu kijana akasema nimetap sana, mnafunga msifunge nipandishe. The host akasema nimechoka, sitaki kupandisha mtu mwingine. Nikamwambia no, give that young man a chance. Give him just 1 minute. When the young man came up akasema I just wanted to talk to Myogenic. Myogenic, please, I've heard about Myogenic Africa Talent Academy. Mimi niko na talent, mimi ni mtangazaji na najiamini. Can I please DM you? He DM'd me on Sunday and today I give him an appointment. Already tumekutana. Already sasa tena unaona nimemleta kazi. Cowboy, the same thing. He hit me up on Facebook, my Facebook account. If you DM me, don't DM me, hi, how are you doing? Hi, because I have 1,000 highs. But if you DM me and say, I am Myogenic, I am the CEO of Myogenic Africa Talent Academy. Myogenic Africa Talent Academy is about promoting talent in Africa. We have done this and this and this. Please, I would like to partner with you. Or please, I have a talent. I would like to join your academy. Those are the kind of inboxes that I respond. Okay. So tell them Facebook or TikTok. So TikTok, unanitafuta, unaweza tafuta, niko na page ya Myogenic Movement. Sorogenius. That's my old TikTok account. You can also find me on Facebook, Solomon Omboto, Myogenic Africa Talent Academy, or Myogenic Movement. YouTube, vile subscribe, Myogenic Movement. Pia Instagram, the same thing, Myogenic Movement. Okay. So, mimi ni wa urahisi kupatikana. You're actually launching you're celebrating your first year. Yes. Tell me about it. Shout out to Mzazi William Tuva, who when I landed in the country, I sold him the idea. Of course, we were friends before, but I told him, my brother, there is this thing I'm thinking. Akaniambia, bro, count me in. You know, I thought it was a joke, but Mzazi on the 9th March, pale Mtwapa, tulifanya Myogenic Talent Search. Na Mzazi alikuwa pale. Last year. Mzazi alitoka Mambo Mseto saa 10 mbio mpaka kwa airport, akapanda ndege, akakuja mpaka Mombasa, akapanda taxi mpaka Mtwapa, akakuja pale tukafanya talent search ya kwanza. The pilot. And ever since Mzazi has worked with Myogenic, he is the current patron of Myogenic Africa Talent Academy. Okay. Yes. About we celebrate now. We are celebrating 1 year on the 9th. Oh, okay. And we thank God that he did it, not us. Okay. Yes. Congratulations. Thank you. Kuna mipango yako wewe kurudi in America? You may not be an army anymore. Well, but you know. Yes, that's a good question. Of course, I'm not permanently stationed in Kenya. Kenya, I come and carry on the activities of Myogenic, and then my residence is in California. Unasema tunakuona kwa muda. Huko ndio pale niko na nyumba yangu. Huko ndio nakaa. Huko tu nakuja ku reach back and giving the knowledge and the education and the experience that I've earned over the years that I've been in the US. Okay. Remember that if we don't come and tell our people what it takes to even go to US, actually even the green card that I'm beneficial under the Myogenic, we have a program whereby we apply for people to win green cards. Oh, okay. Even I do apply for people to go to school. And on top of that, the students who want to go study abroad, pia nawasaidia kuchaza hizo form and give them even tips to go to the embassy. Because pia kama mtu anaenda embassy, kuna visa aina mingi sana. So ile mtu anakudanganya eti uliulizwa nini? No. You need to understand your category of traveling. Okay. Are you traveling as a visitor? Are you traveling as a green card holder? Are you traveling as a student? Are you traveling as a tourist? Are you traveling as a business? Are you traveling as a musician? So
usiende kuambia mtu nataka ni maswali uliulizwa uniambie ndio mimi naenda. Hapana, when I research because it differs. It differs. So those are kind of the programs that I'm also kind of putting in Myogenic Africa Talent Academy. Okay. Yes. All right. Okay. So speaking about Myogenic Talent Academy, yes. tuko na mwanahabari, you know, for me, mimi ni mwanahabari, and I was very excited meeting him earlier on. Anaitwa Rafton, mtangazaji jamani. Njoo. Acha tumsikie atutangazie. Kweli huyu pia yuko pale Myogenic. He's probably 4 days old. 4 days old. Yeah. Mambo vipi? Salama sana, shukuru. Unaitwa Rafton nani? Naitwa Rafton Nyariga. Nyariga. Umetoka pande gani? Nimetoka Kisii. Oh, Kisii. Ni jirani nini? Kidogo ni jirani, unajua Kisii si kubwa. Kisii si kubwa. Okay. Umemjuaje Myogenic wewe? Myogenic nilimfahamu kupitia mtandao wa TikTok. Wakati napitia mimi kama chipukizi, unajua unapoingia pale katika mtandao wa kijamii napata vijana wengi sana siku hizi, labda tunaangalia vitu zingine, lakini mimi najaribu kutafuta pia mimi kuangalia nitajikuza kivipi. Wakati mmoja nikiingia live ndio nampata Myogenic kule, ndio tukaanza kuzungumza pale na nikajikuta hapa. Ndio ukajikuta hapa. Wewe ni mwanafunzi wa college. Unasoma wapi? Kenya Institute of Mass Communication. Which year are you in? Mwaka wa 3 naingia sasa. Mwaka wa 3. Unafanya course gani? Diploma in broadcast journalism. Kwa hivyo unataka kuwa mtangazaji? Nataka kuwa mtangazaji. Who is your role model currently? Wewe. You got it right. Hii ni kwa sababu Myogenic that one you got it right. Exactly. Yeah. So ungependa kuwa mtangazaji wa radio, wa TV, wa aina gani? Ama reporter, which one? Naweza sema tu kidogo tu naweza sema muendelee kwamba kuna kile kipawa ambacho na feel kwamba ama nahisi kwamba Mungu amenijalia. Naweza jiona kwa TV leo, nikajiona ama nikajisikiza kwa radio, ama kanisikiza kwa radio. Rafton yule mtu ambaye anaweza fanya mambo zote. Multi talented. Basi tupate mtangazaji jamani. Mimi nataka kumsikia mtangazaji. Tuwape taarifa. Tuanze na taarifa. Na mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 3 baada ya saa 3 saa za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kwenye Mwende Masharia TV. Jina langu msomaji mimi ni Rafton mwana wa Nyariga. Taarifa ya kwanza ambayo tunaipokea hapa katika chumba chetu cha studio ni kwamba Solomon Amboto ambaye sasa ni msimamizi ama mkurugenzi mkuu wa Myogenic Movement ameweza kuwaita vijana wote ambao walio na talanta tofauti waweze kujaribu kutafuta nafasi ili waweze kujikuza siku za usoni. Akizungumza kupitia runinga ya Mwende Masharia TV, amesema kwamba vijana wote wamekaribishwa na wataweza kukuzwa katika siku zinazokuja. Good job. I love it. Hiyo unapiga news sasa. Unapiga news. Sasa tumeingia studio sasa pale. So nani unafanya ECN? ECN ni studio yake IMC pale. Sasa tuingie kwenye show sasa pale. Tuko kwenye radio show. Twende kazi. Tupige na wewe. Vile unataka? Tupige na wewe. Tupige na mimi. Tupige na wewe. Lakini sasa wewe ndio unani host ama mimi ni co-host? Yoyote tu. Wewe kwa host. Ni kwa host mimi. Wewe kwa host alafu mimi twende sasa. Piga hiyo kitu. Haya, mambo vipi na kwaje watu wangu? Inakuaje vipi na kwaje watu wangu? Aisee, inakuwa kubwa sana. Hii inaitwa Evening Drive ukiwa na Rafton mwana wa Nyariga. Mimi naitwa Mwende Masharia. Manzi, inakuwa kubwa sana. Kuna unapiga smile amazing. Mambo fiti, mambo fresh. Kuna mahali umepitia nakuona. Na mimi niko hivi full blown, full ready anytime. Yaani msikilizaji, kama ungemwona huyu Mwende sasa hivi ungejua ametia. Wacha nisiseme wasikilizaji wakuje. Tufungue radio. Tufungue radio. That's Rafton for you. Such a natural. Right. So unasema kwa third year ama kwa second year? Mwaka wa 3. Kumaanisha you graduating anytime? Ushafanya internship? Naendelea sasa hivi. Unafanya internship already? Unafanya internship wapi? Media Max. Unafanya Media Max. Fantastic. Good stuff. Unafanya upande wa radio ama TV? TV. Unapanda TV. Okay. Sawa. Jamani, employers including myself, kijana ni huyo talanta mbichi. Msininyanganye. Wewe sasa wewe social leta kijana kwenye media na ndio media. Lakini mimi naweka kwa bootcamp nyinyi mnachukua. Bootcamp kwani unachukua muda gani?
It depends on Usitoke kuwapeleka ile ya no, it depends on the wanajeshi. individual. Na kama saa huyu hahitaji mafunzo mengi. Ako tayari yako sawa. What exactly what do you do with them at bootcamp? So with I just not tell them that's to lean on just the talent. Like I said, learn another new skill. Okay. Learn another new skill. At the Myogenic Bootcamp huko tunafanya kazi. Pia you need to earn a living from other side of the skills that you have. Okay. Because you just can't say you are just talented and you can't do the other stuff. Okay. So I also teach them something that you can fall back into. Or in the meantime, before talent yako ijulikane, ama ianze kulipa. Kuja pale, tukupe kazi, kama ni kazi ya kunyoa, kama ni kazi ya upishi, kama ni kazi ya kukua, you know, hostess, kuserve nini, vitu kama hizo. Pia pale tunataka kuweka Myogenic podcast. So kama yeye anaweza kuja huko wa podcast, unaona. Okay. Pia kuna studio pale tunataka kutengeneza. Pia anaweza kuja, pia kama ni producer anaweza kuja pia ajifunze pale. Na hizi vitu wanalipia? Of course there is a fee, but if you either you pay or you choose to work, and your salary will be kind of going towards your, maybe kama wewe ni mwanamuziki, tunakupeleka studio. Kama umefanya miezi 2, labda tunaweza kuongezea kama scholarship. If you come, we can't find something that we can't work with you. But we have to sit down and sign some type of an agreement. Then if you like it and Myogenic like it, we carry on and start working. Sasa kabla tumalize hii video, na kwa sababu itabidi mtangazaji nimpishe kidogo, kwa sababu tunataka kuongea mambo ambayo yako kwa akili za watu. Rafton, all the best. Alafu kabla sijaenda, tafadhali kwa faida ya employee anatazama sasa hivi. Alafu Rafton Mwana Nyarega anaweza tangaza mpira kwa sekunde 5, mwende tafadhali. Please, by all means, uko umeniambia hiyo, piga hiyo kitu. Haya, hizi sekunde 5 acha nizitumie vizuri. Asante sana. Karibu kwenye mtanange moja kwa moja. Tunakuletea timu ya Manchester United dhidi ya Chelsea. Katika uwanja anakuja ni Bruno Fernandes. Bruno anajaribu kumtafuta mchezaji huyu Alejandro Garnacho. Garnacho anapiga chenga kwake mchezaji huyu anaitwa Anton, lakini kichwa kinakosa hapo. Anakuja kupanga Chelsea. Anakuja sasa kule Palma anapiga chenga kwake mchezaji Malo Gusto. Anaweka kule hatari kule. Tuachie hapo kwa faida. Sasa si wewe kule. Kwa faida mashabiki. You are. I know who I speak to. I know who I'll speak to connect you. Thank you so much, Rafton. Wacha tumalize na bwana Myogenic. But all the best. Keep it up. Asante sana. Yes. Good job. Thank you so much. Good stuff. So, bwana Myogenic. I think kuna swali ambalo I think every time tukisikia mtu ambaye ni soldier, you know, na kwa sababu you stay for, mbali sana na your spouses, partners. Huwa mnawezaje haya maisha? Kwa sababu unaona kama hapa Kenya tunawaonaga KDF wanakwenda for long to serve in Somalia, katika mataifa mengine kuna wa Haiti sasa hivi walikuwa wameenda. How are you able to stay away from your partners? Huwa mnatumia mbinu zipi, mikakati gani, you know, to be able to navigate around masuala ya mahusiano na hata kukeep ndoa zenu? Well, hiyo ni swali nzuri. Na vile vile nilivyosema, ukiona mtu mwenye ako ndani ya service, vile nisema you cannot pay that person enough to serve. Kwanza lazima ukue, pia kusema kwa soldier ni talent. You must have that talent in you. You must take that pride being in that uniform. Having that and knowing that you are serving your country and you are serving your family, carrying that last name. You know that your wife, even kama uko mbali, she's proud of you. She's praying for you. She's taking care of your children. Yani kukuwa na ile trust that God is watching over you because you have accepted to go watch over his people. Kwa hivyo unasema ni God. Ni God maze. Challenge ni mingi. Kifika pale una miss. Una miss lakini unajipa moyo. Unajipa moyo. You keep on counting days. You keep on, you know, receiving those phone calls, those letters from home, those gifts. Kifika ma birthday, unasikia kulikuwa na birthday, but you kind of like tuck it up. You have to accept
that you don't live a normal life. Okay. If you don't accept, you'll be struggling. First, you must accept that your life is not going to be a civilian life. Okay. And then you see now things that people complain about. Oh, sometimes there's a certain training we go about 17 days you are not taking a shower. Oh, really? Yeah. Hiyo ni gani hiyo? Tukiwa national training. Kienda NTC, NTC mazee ukiingia box. Mahali sio box hii mnaingiza msichana box. Hapana. Ni box gani? It's unaona sasa kama Nairobi National Park. So unaona wanyama hawaruhusiwi kutoka. So tunaingia kama hiyo msitu sasa. Imefensiwa a perimeter wall. So you can't get out. It's a one gate going in. Now it's a box. Yani you are in a box. Okay. Na ukiingia pale, you staying there for 17 days, no shower. And you are eating canned food. Pale vile vile hakuna simu, hakuna kutumia simu. Umesema ni mwitu. Ni mwitu. Unatoka kukuwa mwanadamu, unakuwa mnyama. 17 days, no 17 shower. days, Maji no egusi mwili. So hapo nakwambia mwende, I'll tell you for free, your body does not become yours. You assume a different type of mechanism. Even the way you think, the way you process. Number one, you have to accept you are going to stay there for 17 days. If you don't accept, you will commit suicide. You will kill yourself. Because in there, sio maisha ya kawaida. Unasema sasa nimetoka wacha niangalie Facebook. Oh, nimetoka wacha niangalie TikTok. Oh, nimetoka wacha leo nasikia niende nikule McDonald's. Ama leo nataka nisikie niende nikule sijui chicken, sijui nini. No, nothing like that. You eat what is served. Nimeona hiyo maisha. So, ni maisha ingine which I think it makes you kind of be tough in a different mode. I hear you. Yeah. Ilikuwa ni jina gani ile rank ilikuwa ni? Staff sergeant. Staff sergeant. Even getting that staff sergeant rank is not a walk in the park. Salute inapigwa vipi? Sisi tunafanya hivi. Straight. Then una hivi. Just at your eyebrow. Straight like that. Is there a particular mkono wa? No, it's gotta be this. Kwani sijafanya hivyo? Hivi. Like a knife. Yeah, ni kama hivi sasa. Yeah. Then you salute. Then you salute. Yeah. Maisha gani? So it's a good life. As a young man, I learned a lot. Yeah. I learned a lot. Discipline, time management, even money management. Also, you know, if you are also a family man, or you know, you got to be a family man if you are, because not everybody is built like that. Yes. So to me, when I went out there to serve, I knew I was going not only to serve the country, but also my family. Okay. So that pride helped me. When I know, though my sons then they were young, but I know for a fact when they become old and they know dad was a soldier. Unasema ni soldier direct? Hiyo ni direct? Direct. Kwanza mmoja, kuna mwenye ananifanana sana. Sisemi wengine hawanifanani. But there's that one that was me. When I see him, he's like me. Hata vitu anafanya ni vitu nilikuwa nafanya nikiwa mtoto. Yes. So I see himself in me, the braveness he has. Hata maneno ya jeshi imemwingia kwa akili sana. Okay. Vile vile hata ukimwona akivaa uniform, anakaa mwanajeshi. Basi. Mwanajeshi mwingine ndio huyo. Anakaa mwanajeshi tayari. And shampatia baraka. Basi. Shampatia baraka za kuwa mwanajeshi. Basi. Yeah. Mama naye ndio huyo anazidi kupaa. Mama naye anazidi kupaa. Akikuja Kenya lazima ingia hapa kwa Queen's Podcast tuongee na yeye. Hiyo ni lazima. Yes, how to be. Hiyo nao ni lazima. To be a woman US soldier. Actually, that is one thing that I'm proud of her. She has really lifted the Kenyan flag high. Yes. Even around the US Army flag. Her coming from Kenya, serving as a Black African American, as an immigrant, as a woman, as a mother of 3,
as a wife, it's not a walk in the park. It is not. It's not. Wacha akuje. Wewe It's not in the walk in the park. Thank you so much, Mr. Solomon Omoto, Thank you aka for having Myogenic. me. I'm really excited. This is Me very too. informative. Yes. Tafadhali mfuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii, like he mentioned there, Yeah. on Instagram, on TikTok, on Myogenic. Yes. When you hear Myogenic, he is always speaking. Yes. When you see Myogenic himself speaking, know that it's himself. If you find somebody else saying that's Myogenic, tell them I was with Myogenic. Anaitangwa Mr. Myogenic, anakwambia Himself. Shukran. Thank you for having me. You're most welcome. I will invite you for part P. Yes, clearly. On my pod. Kwa sababu sasa hata hatujaongea mambo ya Trump. Ni kweli. Sasa tunaona. Thank you so much for watching the Queen's Podcast right here on Mwende Masharia TV. Tafadhali comment, share, let your friends know. Of course, you can propose watu ambao ungependa tukue nao kwenye this podcast, but it's always a pleasure. I'm Mwende Masharia, the Queen of Airwaves, of course. See you on the next one. Mambo VP, your girl Mwende Masharia, of course, the Queen of Airwaves. Today, nimekuja kwa sababu ya mafans wangu all the way in the diaspora. I'm talking to you who is in Australia, in Germany, you're in France, in America, whatever you are, pale in diaspora. Introducing Safe Ahadi. Unajiuliza Safe Ahadi ni nini? It's an African Kenyan supermarket that meets all your needs. Vitu vyote ambavyo ungevipata hapa Kenya, kwenye supermarket ya Kenya, sasa hivi unavipata ndani ya www.safeahadi.com, the ultimate African Kenyan supermarket. Pale unanunua unga wa kafagara, pale unanunua kama ni majani, unanunua kama sukari, unanunua mpaka braids. I'm telling you. Na inaletwa mpaka to your doorstep. For real, just log on to www.safeahadi.com. Uanze pale kushop. Then ya mwananchi, of course, it is a supermarket situated in Irish, Germany. So do not worry. Kila kitu kinaletwa katika tena muda wa sawa. Vile tu tunaweza ingia supermarket zetu kwetu hapa home. Log on to www.safeahadi.com. If you are in the diaspora, kila kitu kinakuja kwako mlangoni. Don't tell me I didn't plug you.